Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Deogratias Samuel, ukipenda niite Deo Visual, na tumaini mzima kabisa wa afya. Tumekuwa na vipindi hapa mfululizo tukijifunza mambo yanayohusiana na production. Kwa siku hii ya leo tutajifunza aina 4 za jinsi ya kushika kamera. Kamera tutakayotumia leo tutatumia hii hapa Sony NX200. Kuna aina ya kwanza, kamera inakaa hivi, unashika hivi. Unatumia hii sehemu ya juu hivi. Unashika hivi, maana yake sehemu ya kuzoom utakayokuwa unatumia ni hii hapa ya juu. Kuna hizi button za juu. Ukiwa unatumia settings za hizi juu, kuzoom out na kuzoom in. Utakuwa na shoot hivi. Na hapa mwili na hili bega ndo vinavyo balance kamera. Mkono unakaa hivi. Kwa sehemu hii ya mwili inabeba mzigo wa kamera. Unakaa hivi. Kwa utakuwa unatembea nayo namna hii kamera. Una shoot. Kwa mfano kama kwenye ibada, wakati ule wa manifestation, mtu labda ameanguka, unamchukua kutoka sehemu ya viti kumpeleka kule mbele. Kwa hiyo utatakiwa kushika hivi, maana utakuwa una move. Kwa utakuwa una move nao kamera namna hii. Utakuwa unamfuata mtu namna hii. Wakati huo ukitumia display LCD kuona frame yako inayoingia, shot inayoingia kwenye display. Kwa display yako itakuwa iko hivi. Utakuwa na hivi. Utakuwa unatembea nayo hivi engo. Kwa hiyo hii ni namna ya kwanza ya jinsi ya kushika kamera. Namna ya pili, kuna hii ya kuweka hapa kwenye tumbo. Kamera inakaa hivi. Hii ni namna nyingine. Unashuti kitu chako namna hivi. Huu mkono unakuwa unashika hapa. Maana yake sasa hutumii tena setting ya hapa kuzoom in na kuzoom out na kurekodi. Kwa sababu hapa kuna button ya kurekodi. Kwa hiyo ukibonyeza hapa kurekodi, huu mkono unakuwa unafanya kazi ya kuzoom in, kutengeneza focus, na wakati huo unatumia LCD yako hapa kuona kile kinachoingia. Kwa utashika mkono wako hivi. Hii inakusaidia kupata shoti nzuri na kuifanya kamera yako isiwe na mtikisiko, kwa sababu kamera ikiwa na mtikisiko automatic picha inakuwa haijatulia, inakuwa ina shake. Kwa hiyo hizi namna ya kushika inakusaidia wewe kupata shoti nzuri, kwa sababu shot nyingi za kwenye ibada ni shots ambayo ikishatumika haitumiki tena. Kwa hiyo haihitaji ufunge stand. Inakusaidia vile vile umeenda mahala halafu stand kani hamna au stand kaharibika, unatakiwa ujue namna tofauti za kushika kamera ili kusaidia sasa kuweza kufanya kazi yako vizuri. Kwenye ibada kamera unaweza ukaweka tumboni hivi, halafu mkono ukakaa hapa. Kwa hiyo shot kama ni mtu ameconcentrate anaandika kitu, unatumia namna hii, kwa sababu ile ni shot tu ya muda. Akishamaliza kuandika ile shot itatoka, hutaitumia tena. Kwa utashika namna hii. Wakati huo upumuaji wako unapunguza pressure ya kuingiza pumzi. Kwa hiyo yani hapo unakuwa haupumui, kwa sababu mapigo ya moyo yakiwa juu ndo shoti yako itakuwa ina shake. Hapa sijatumia stand, natumia tu mkono. Aina ya tatu, utashika hii, ni ya kutumia hii. Unaona? Sasa hii ni nzuri sana. Unaona, nimekuwa kamera yangu nimeshika hivi. Unaona? Hapa kuna sehemu ya kurekodi, utaikuta iko hapa. Recording button utaikuta iko hapa. Sasa hapa nitabonyeza kwa mkono wangu. Situmii kabisa huu mkono. Nabonyeza namna hii na rekodi. Wakati huo hii mkono huu wa kushoto ambao ulitakiwa utumie ku adjust hizi rings ambao ni zoom in na zoom out pamoja na exposure pamoja na focus, badala yake utatumia huu mkono. Kuna hii button hapa juu. Hii ni ya kuzoom out, hii ni ya kuzoom in. Wide hivi. Kwa hiyo nitakuwa natumia hii kuzoom, nitakuwa tunamzoom mtu pole pole.
hapa kwa kutumia hii ya juu hii hapa namna hii. Sasa nitashika kabisa hivi, niko flexible na shoot, lakini vile vile hii inaruhusiwa ukaongeza hapa hivi. Unaona nilivyoshika? Napata shoti yangu vizuri. Yaani hapa huu mkono unatakiwa mkono wa mazoezi. Na huu mkono unatakiwa mkono wa mazoezi, kwa sababu kushika hii ina zaidi ya kilo 2. Kilo 2 umezishika mkononi, mkono wako unatakiwa na mazoezi sana. Ni mkono wangu sio mazoezi. Lakini nakuelekeza, yaani ukichagua kufanya hii kazi inabidi uwe mtu wa mazoezi, kwa sababu kuhandle hivi vifaa vinahitaji power, vinahitaji energy. Kwa maana unaweza ukishuti ukimaliza project moja mwili mzima unauma. Unaona? Kwa sababu gani? Hiki kifaa kinahitaji energy. Kuna namna nyingine watu wanaweka hapa kwa zile kamera ambazo ni ndefu. Hii itakuwa ni uongo kuweka hapa begani. Kuna zile kamera ambazo ni ndefu, wanatumia hii kitu, wanakuwa wanaangalia hivi. Kwa kinachoingia na kiona. Nakuwa namna hii. Umuhimu wa kujua hizi aina ya ushikaji wa kamera zinakusaidia kushoot pasipo kuchoka, kwa sababu ukitumia mfumo mmoja tu au ukitumia aina moja ya ushikaji wa kamera mpaka unakuja kumaliza project yako unakuwa umechoka sana. Kwa hiyo ni rahisi kuishiwa nguvu. Kwa hiyo unatakiwa uwe na namna nyingi za kushika kamera ili zikusaidie kushuti project yako kwa muda mrefu pasipo kuchoka. Kwa sababu kiprofessional tunashauriwa sana tuwe tuko vizuri kushuti pasipo kutumia stand. Ili ikitokea tumepata changamoto ya kukosa stand au stand imeharibika katikati ya project, tuwe tuna uwezo wa kushuti project yetu pasipo kutumia stand. Kwa hiyo unatakiwa kwanza ujifunze kutumia mkono. Uwe vizuri kwa kutumia mkono. Usianze moja kwa moja ukaanza kutumia stand. Itakupa changamoto. Anayeshuti kwa kutumia mkono peke yake, unaweza ukashuti hivi, ukachoka, ukabadilisha, ukashuti hivi, ukachoka, ukabadilisha, ukafanya hivi. Naona? Niko flexible. Kwa hiyo kwa leo tumejifunza hizi aina 4 za ushikaji wa kamera, na hizi zinakusaidia sana kupata shoti ambayo imetulia, haina mtikisiko. Kitu cha pili, inakusaidia sana kutunza energy, usitumie energy nyingi, lakini vile vile inakusaidia kwenye usalama wa kamera yako, kwa sababu ukikosea jinsi ya kushika, ikitokea dharura au changamoto, mtu akakugonga, tayari ile kamera inaanguka chini. Lakini kwa namna hii ya ushikaji wa kamera inakusaidia hata kama ikitokea changamoto, kamera yako inakuwa iko safe. Kwa leo tunajifunza hivyo vitu. Tukutane tena katika masomo mengine. Nikukumbushe kusubscribe channel yetu, share link kwa watu mbalimbali, kwa watu ambao wana kiu ya kujifunza production. Hapa ni mahali pake sahihi. Natumia Deo Visual, lakini vile vile napatikana kwenye mitandao ya kijamii kama TikTok, napatikana Instagram kwa jina hilo hilo la Deo Visual. Subscribe channel yetu, share link yetu, tufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini vile vile una comment yako, niandikie hapo chini kila ambacho umejifunza kuhusiana na production kwa somo hili la leo. Una maoni yako mengine, niandikie kwenye comment na mimi nitaona nitajibu katika video nyingine.